بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. tuendelea na sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wiki iliyopita tulizungumzia ghazwat Uhud, vita vya Uhud, tukazungumzia na ahdath ya ghazwat Uhud ambao leo tuendelea nayo, matukio katika vita vya Uhud. Tukazungumzia namna ambao kwamba walishiriki wanawake katika vita hivi, hasa wanawake wa mushrikina, wakihamasisha, wakitoa mashairi wakisema in tuqbilu nu'aniq wa nufrishu an-namariq au tudbiru nufariq firaqa ghayra wamiq, na maneno mengine ambao kwamba ni kuhamasisha wale wapiganaji katika mushrikina dhidi ya Waislamu kwa sababu ya kisasi cha kushindwa katika vita vya Badri nyuma. Katika vita vya Badri wale vigogo wa Quraysh wengi waliuawa. Kwa hivyo Quraysh wakawa na hasira. Katika vita vya Uhud wakawa ni wenye kuweka watu maalum, kina Wahshi ambaye baadaye alimuua Hamza. Kisha tukazungumza hujumu almushrikina ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa isha'atu maqtalihi. Washirikina walimshambulia Mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha wakaeneza uvumi ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ameuawa. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika vita hivi vya Uhud aliumizwa, alipigwa mawe Mtume sallallahu alaihi wasallam, akavunjwa meno yake, na Waislamu wakawa na mawqif na kumhami Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna wengine walimhami Mtume kwa miili yao. Kisha tukazungumzia na at-tatwiq, mawqifu amati almuslimina ba'da at-tatwiq. Wale masahaba waliokuwa juu ya jabali wakaambiwa wasishuke tukishinda au tukishindwa, lakini walipoona mushrikina wanakimbia wakashuka kufata ghanima. Khalid ibn al-Walid kabla ya kuingia katika Uislamu alikuwa katika jeshi la mushrikina, akawazingira Waislamu wakabakishwa katikati. Kwa hiyo haya matukio tumetaja. Kisha tukaeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam aliweza kupasua ile tatwiq kwamba Waislamu walizingirwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweza kuwatoa wale masahaba wake katika sehemu ile kwa njia ya kishujaa. Walipotoka, na leo tuendelea sasa kutoka hapo, Waislamu walipotoka katika daira tatwiq ya kwamba wamezingirwa, Khalid bin Walid alikuja kwa nyuma na wale waliokuwa wakikimbia wakarudi, Waislamu wakawa katikati wakazingirwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha baadaye alikuja akawatoa wale katika ile daira tatwiq. Waislamu walipotoka katika sehemu ile na wakaweza kuenda katika sehemu ya Shiibi ambayo ilikuwa ni njia dayiq, njia ambayo kwamba ilikuwa ni ndogo, ilikuwa baina ya majabali mawili. Ikatokea baina ya Waislamu na mushrikina baadhi almunawashat alkhafifa alfardiyya, wakawa na kurushiana na kupigana ambao ilikuwa ni kidogo. Mushrikina hawakuweza kutangulia kwenda mbele zaidi, kwa sababu pale mahala ambapo kwamba Waislamu walipokuwa ni sehemu ilikuwa ni sehemu kama wanajitia katika mtego.
Kwa hiyo mushrikina wakabaki katika saha, katika ile uwanja na mapambano yao, na wakabaki katika ule uwanja pamoja na wale waliokuwa wamewaua katika muslimina. Mathalu khilalahu bilqatla, wakati huo wakaanza kufata wale waliouawa na kuwakatakata. Faqata'u adhanahum wa unufahum wa furujahum, wakakata masikio, wakakata pua, wakakata tupu zao. Wa baqaru butunahum, wakapasua matumbo. Bali katika riwaya ambazo zimethibiti pia, wa baqarat Hindu bintu Utbata an batni Hamza, Hindu binti Utba akawa ni mwenye kupasua tumbo la Hamza, hatta akhrajat kabidahu, akatoa ini la Hamza na kulitafuna. Falam tastati, lakini hakuweza kulimeza, akalitema. Na Ubay bin Khalaf akaja mutaghatrisan, kiburi na jeuri, akitaka kuwafuata Waislamu katika ile sehemu waliokuwa wameingia baina majabali mawili katika ile shaib. Yazumu annahu yaqtulu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akidai kwamba mimi nitamuua mtume, anataka kumuua mtume sallallahu alayhi wasallam. Fata'anahu Rasulullah, mtume sallallahu alayhi wasallam akamdunga na mkuki katika mtulinga wake, yani hapa sehemu katika mifupa ya mabega hapa, hii sehemu ambayo kwamba pia ina mishipa ya damu. Ilikuwa katika ile dar'i, sila, ile nguo ya kuziba silaha aliyokuwa ameivaa, ilikuwa na nafasi hii sehemu ya hapa juu. Kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam ta'ana, akawa ni mwenye kutingisika sana akiwa juu ya kipando chake, akarudi mbio kwa Makuraish. Wa huwa yakhuru khuwara al-baqar au khuwara ath-thawr, anatoa ile sauti kama ng'ombe ile aliyotiwa kisu katika shingo yake, na aliweza kufa kutokamana na jeraha kama hili. Kisha wakaja wengine katika rijal Quraish akiongozwa na Abu Sufyan na Khalid bin Walid, wakawa ni wenye kupanda katika baadhi ya sehemu ya majabali. Ile sehemu tuliyosema ni Shib, ni sehemu iliyokuwa ni baina jabalain. Kwa hivyo wakapanda sehemu katika yale majabali yaliyokuwa Waislamu wako pale. Sayyidina Umar radhiallahu anhu akapigana nao na rahtun min almuhajirin, kikosi makipote katika muhajirina, wakapambana nao mpaka wakaweza kuwashukisha kutoka juu ya jabal. Na inafidisha baadhi ya riwayat ya kwamba Saad ibn Waqas qatala thalathatan minhum, aliwao watatu miongoni mwa mushrikina waliokuwa wanaongozwa na Abu Sufyan na Khalid ibn Walid. Kwa hiyo ikafikia idadi ya qatl al-mushrikin katika waliouawa miongoni mwa mushrikina 22, watu 22, waqila 37, baadhi riwaya sema 37. Ama Waislamu waliouawa miongoni mwao 41 katika Khazraj, yani 70, watu 70, 41 ni katika Khazraj na 24 katika Ausi na 4 katika Muhajirin, na mmoja ni katika Mayahudi ambaye alisilimu, na padri wanasema aliingia katika kupigana pamoja na Waislamu katika vita hivi. Wakila ghairu dhalika, na akasema mengineo. Kwa hiyo baada almuhawala alakhira, majaribio ya Abu Sufyan na Khalid ibn Walid walipojaribu sasa katika kutaka kuzidi kupambana na Waislamu, wakawa ni wenye kushindwa katika majaribio haya. Mushrikina wakaanza kujiandaa kurudi katika mji wa Makka. Ama Mtume sallallahu alaihi wasallam
alipoweza kumakinika katika ile sehemu ya kile kijinjia baina ya majabali mawili, akaja Ali akamletea maji katika maji ya Uhud, min al-Mihras, ili mtume anwe. Akaona maji yana harufu, falam yashrab minhu, mtume hakunwa, bali akaosha uso wake na akamimina juu ya kichwa chake, kama damu ilikuwa ikichuruzika kutokana na ile jiraha, na damu ilikuwa haitulii, yani damu inatoka haikatiki. Binti yake Fatima akakata kipande cha nguo akachoma, akaa ni mwenye kumwekea mtume sallallahu alaihi wasallam katika kichwa chake, na damu ikatulia. Kisha Muhammad bin Maslama akamletea na maji mazuri, mtume akanywa na mtume akamwombea. Wasalla adh-dhuhra qa'idan wa salla almuslimuna ma'ahu qu'udan, mtume akaswali aliyakuwa amekaa na waislamu wakaswali nyuma yake hali ya kuwa wamekaa. Ama maulama wakasema hii hukumu imefanyiwa naskhi, kwa hiyo ilikuwa ni kwa wakati ule, si kwamba yajuzu kwamba imamu ikiwa amekaa na maamuma wakae nyuma yake, bali wengine wakaonyesha kwamba ikiwa imamu ana dharura ya kukaa na maamuma anaweza kuswali nyuma yake, basi wasiswali nyuma ya imamu aliokaa. Ala kulli hal, kuna maelezo mengi kuhusiana na kadhia kama hii. Wakaja wanawake muhajirina na ansari, akiwemo mama Aisha, Ummu Aiman, Ummu Sulaim, Ummu Sulait, na walikuwa wamejaza madoo yale maji wakiwanywesha wale majeruhi radhiallahu anhunna ajma'in. Mushrikina walipojiandaa kurudi, Abu Sufyan akawa ni mwenye kudhihiri juu ya jabali na akawa ni mwenye kunadi, afikum Muhammad, je, yumo miongoni mwenu Muhammad? Hawakumjibu, Waislamu hawakumjibu. Kisha akauliza tena, afikum ibnu Abi Quhafa, je, yumo miongoni mwenu ibnu Abi Quhafa, akikusudia Bakar. Falam yujibu. Kisha akanadi tena, afikum Umar ibn al-Khattab, Waislamu hawakumjibu. Wakana nabii huwa alladhi kana nabii sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi nahahum anil ijaba, mtume alikuwa amekataza wasijibu. Abu Sufyan akasema, amma haulai faqad kufitumuhum, yani hawa mumetoshelezwa, maana ya kwamba kana kwamba wameuawa mtume, Abu Bakar na Umar. Sayyidina Umar hakuweza kujizuia, akaambia, ya adu wallah inna alladhina dhakartahum ahya, adui Mwenyezi Mungu, wale uliowataja wako hai. Wa qad abqa Allahu ma yasuuka, Mwenyezi Mungu amebakisha kile kitakachokuudhi. Abu Sufyan akasema, qad kana fikum muthla, nyinyi kwenu wale waliomaiti, wale waliokufa wamekatwa, yani kukata maiti baada ya kufa ni muthla. Asema lam amur biha, sikuamrisha, kwa sababu yeye ndo alikuwa ni mwenye kuongoza kikosi hichi cha Makuraish. Walam tasuni, sikuamrisha, lakini pia halikuni, sikusikia vibaya, yani sikuona vibaya. Sikuamrisha lakini halikuniudhi. Kisha akasema a'lu Hubal, yani Hubal awe juu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawafundisha masahaba jibu watakalomjibu, wakamjibu Allahu a'la wa ajal, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndio yuko juu zaidi na ni mtukufu zaidi. Kisha akasema Abu Sufyan, lana al-Uzza wala uzza lakum, sisi tunayo Uzza lakini hii hamna Uzza, katika masanamu yao waliokuwa kiabudu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawafundisha jawabu, wakamjibu Allahu maulana la maula lakum, sisi Allah ndio mola wetu, nyinyi si mola wenu. Kisha akasema Abu Sufyan, an'amat fa'alin
yaumun biyaumi badrin walharbu sijal, yani vitendo vilivyofanyika katika siku ya vita vya Uhud wanaongoja vitendo vizuri sana leo, na kwa siku ya Badri, yani tunalipa kisasi cha siku ya Badri leo, siku ya Uhud kwa siku ya Badri. Walharbu sijal, na vita vinabadilika, leo utashinda, kesho utashindwa. Faqala Umar radhiallahu anhu, la sawa, si sawa, qatlana fil janna wa qatlakum fin nar, waliouawa miongoni mwetu wataingia peponi na waliouawa miongoni mwenu wataingia motoni. Abu Sufyan akasema, innakum latazumuna dhalik, nyinyi mwadai hayo, laqad khibna idhan wa khasirna, basi ikiwa ni hivyo tutakuwa sisi tumepata hasara. Kisha daahu Abu Sufyan akamwita Umar, akaambia, anshuduka Allah ya Umar, na kuuliza Umar, akatalna Muhammada, je, tumemuua Muhammad? Sayyidina Umar akaambia, la wa innahu la yastami'u kalamaka al'an, mtume hajafa, yasikia maneno yako hivi sasa. Abu Sufyan asema, anta asdaqu indi min ibni Qami'ah, wewe ni mkweli kwangu kuliko ibnu abi Qami'ah. Huyu ibnu Qami'ah ni yule tulioeleza wiki iliyopita ya kwamba yeye alipomuua Musa bin Umair akawa ni mwenye kudhani kwamba amemuua mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Musa bin Umair alikuwa na mfanano zaidi na mtume sallallahu alaihi wasallam. Walipoona amemuua akasema nimemuua Muhammad, kisha akapiga ukelele ya kwamba qataltu Muhammad, nimemuua Muhammad, habari kaenea. Sasa Abu Sufyan akahakikisha kutoka kwa Umar ya kwamba tumemuua Muhammad. Alipomwambia hatukumuua, akaambia huyu ibnu Qami'ah amesema ni mrongo, wewe ni mkweli zaidi kuliko ibnu Qami'ah. Kisha kanadi Abu Sufyan, inna maw'idakum badrul aamil qabil, yani miadi yenu tukutane katika Badri mwaka unaofuata, yani vita vingine. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam akaamrisha masahaba waseme, naam huwa bainana wa bainaka maw'id, basi hiyo ni maagano baina yetu na wewe, mwakani tukutane. Kisha Abu Sufyan akarudi katika jeshi lake na jeshi likaanza kujiandaa kuondoka. Akapanda ngamia na farasi ikawa ubavuni mwake, na ikawa ni dalili ya kwamba sasa anaelekea Makka. Na katika fadhila za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kwamba hakukuwa na kipingamizi lolote baina ya mushrikina na Madina. Hakuna kitu chochote ilikuwa kinaweza kuwazuia wao waingie katika mji wa Madina, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaweza kuwazuia, wakarudi kutoka katika sehemu ya Uhud na wakaelekea Makka. Waislamu wakashuka katika ule uwanja na wakaanza kuangalia majeruhi na wale uwawa. Baadhi wakapelekwa mashuhada katika mji wa Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha wazikwe katika nguo zao pasina kuoshwa wala kuswaliwa, na wakazikwa watu wengine watatu, wawili katika kabri moja. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatanguliza aliyohifadhi Qur'ani zaidi katika ile lahdi, ule ufuko wa kaburi, akatanguliza yule ambaye kwamba amehifadhi Qur'ani zaidi, na akasema na shahidun ala haula yawm alqiyama, mimi ni shahidi juu ya hawa siku ya kiyama. Kisha wakapata ile sehemu ambayo kwamba amehifadhiwa Handhala ibn Abi Amir, ambaye kwamba alikufa shahid, inamwaika damu na inamwaika maji, inatona maji na hajaoshwa.
Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, innal malaikata tughassiluhu, Handhala, malaika wanamuosha. Na katika kisa chake ni kwamba Handhala alikuwa katika siku ya harusi yake, ndo ameoa, na aliposikia mwenye kunadi jihadi watu waende katika vita, akatoka, na alikuwa hajaoga janaba, akatoka mbio mbio akakimbilia wa huwa junub. Kwa hivyo akafa katika vita vile, malaika wakamuosha na akapata sifa ya kwamba anaitwa ghasilul malaika, mwenye kuoshwa na malaika. Na labda mtu aweza kuuliza kwa nini akatoka kabla ya kuoga? Almubadara, masahaba walikuwa na kitu kinaitwa almubadara ila aliltizami bishari, kukimbilia katika kujifunga na sheria. Yani katika hivi vita vya Uhud kuna wengine walikuwa na tende mkononi, akamuuliza ya Rasulullah, je, waonaje nikiuawa mimi nitaingia peponi? Mtume akaambia naam, ukiuawa utakuwa peponi. Zile tende alizokuwa nazo mkononi akaziangusha, akasema innaha la hayatun tawila, ni maisha marefu, nile tende mpaka nisimalize, ni maisha marefu. Akaingia katika vita akapigana mpaka akafa. Katika matukio mengi katika masahaba yaonyesha namna walivyokuwa wanajilazimisha katika kukimbilia katika kujifunga na taa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qibla kilipogeuzwa kutoka Baitul Maqdis kuelekea Baitullah al-Haram, masahaba kuna walipata habari wakiwa katika rukuu, wakageuka katika rukuu wakaelekea Baitullah al-Haram kutoka Baitul Maqdis. Ilipoteremka aya waliyadribna bikhumurihinna ala juyubihinna, wanawake wateremshe mitandio yao mpaka juu ya vifua vyao, yani wavae khimar, wavae mitandio. Kuna wanawake walipasua pazia katika milango yao wakajitanda, hawakusubiri mpaka nenda sokoni kanunue mtandio, bali imeshuka amri hapo hapo kwa wanajitahidi katika kutekeleza. Ilipoteremka aya ya kuharamisha tembo, na wakaambiwa fala antum muntahun, mumekoma. Waliposomewa masahaba pale pale vinu walivivunja vilivyokuwa vimejaa tembo, wengine walikuwa na tembo mdomoni wakamwaga. Na matukio mengi ya mfano wa haya yaonyesha masahaba vile walivyokuwa wakikimbilia katika taa, katika kujifunga na taa. Na huyo Handhala aliposikia mwito wa kwenda vitani, hakupata nafasi tena ya kusubiri, bali alikimbilia katika taa ya Mwenyezi Mungu, na akapata sharaf ya kwamba yeye ni ghasilul malaika, malaika wakamuosha. Na wakawa ni wenye kufinikwa Hamza na Mus'ab mashuka ambao kwamba akifinikwa katika kichwa miguu inadhihiri, na akifinikwa katika miguu kichwa kinakuwa kimedhihiri. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomaliza kuwazika shuhada wale mashahidi na kuwaombea, wakawa ni wenye kurudi kuelekea Madina. Wakatoka wanawake ambao waliuliwa watu wao, akaraba zao, wakawa ni wenye kukutana na Mtume njiani. Mtume akawapatia taazia na akawaombea. Akaja mwanamke katika Bani Dinar, mume wake ameuawa katika vita vya Uhud, kakake ameuawa na babake ameuawa katika vita hivi. Alipopata habari ya kuuawa watu wake, akauliza, je, Mtume sallallahu alaihi wasallam, vipi habari Mtume sallallahu alaihi wasallam? Akaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko hai. Akasema, arunihi, nionyesheni wapi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamwashiria. Alipomuona akasema, kullu musibatin ba'daka jalal, kila msiba baada yako Mtume basi ni msiba mdogo. Maana Mtume sallallahu alaihi wasallam yu hai,
amekufa mume wake, amekufa nduguye, amekufa babake, basi kullu musibatin ba'daka jalal, kila msiba baada yako ni msiba mdogo. Msiba mkubwa ni msiba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hivi ndivyo walivyokuwa Waislamu wa mwanzo, masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakimtanguliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko nafsi zao, kuliko mali, kuliko watoto, kuliko watu wao, kuliko kila kitu. Na matatizo ya umma wetu leo na kurudi nyuma ni kwamba tumekuwa na mapenzi ya vitu hivi kuliko mapenzi ya Allah na mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. La, Waislamu wangekuwa na mapenzi ya Allah na mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, singekuwa tumepiga hatua ya mbali sana. Kwa hiyo Waislamu wakarudi Madina na wakawa katika hali ya kuchukua tahadhari, wakilinda Madina na wakimlinda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wamechoka, wana majeraha na wana huzuni na wana machungu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaona hapana budi kuwa na harakati za kuwafuata maadui ili apambane nao katika viwanja vya vita na Waislamu warudi katika hali ile yao ya mwanzo. Kulipopambauka, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaita Waislamu watoke kwenda kupambana na adui, na asitoke ila aliyeshuhudia vita vya Uhud. Tukimalizia inshallah kwa leo, tutamalizia na ghazwatu Hamra al-Asad. Hivi vita vya Hamra al-Asad baada ya kurudi Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Uhud. Tutakuja kueleza mbele namna Makuraish na mushrikina na makufari wengine walivyopata ushujaa baada ya Waislamu kushindwa katika vita vya Uhud. Wakaona sasa kumbe sisi tuwaweza hawa na kuwafanyia uadui na kuwafanyia ubaya na mfano wake. Na ndio tupata sura halisi ya wakia ambao sisi Waislamu kama umma wa Kiislamu leo tuishi nao. Baada ya kupita matukio kadhaa ambao Waislamu wameonyeshwa madhila katika maeneo tofauti tofauti katika ulimwengu, maadui wa umma wa Kiislamu wakapata nguvu, wakaona hawa Waislamu si chochote, kumbe tuweza tukawapiga na kuwachapa na kuwadhalilisha, alafu hakuna lolote litakalotokea, kama vile ambavyo Gaza ilivyotokea kutoka 2023. Basi wamekuwa na ushujaa mpaka Ubadul Baqar wanaabudu ng'ombe kule Mabaniani, wamekuwa na ushujaa kuona kwamba hawa watu sisi tuweza tukawashambulia, tuweza kuwadhalilisha na hakuna chochote. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoona katika vita vya Uhud kumetokea kushindwa kwa hali fulani, sababu Waislamu hawakushindwa kabisa, kwa sababu walibaki katika ile shiibi na wakapambana na mushrikina mpaka mwisho. Ikawa mushrikina wako huku wanatoa maneno na Waislamu wako huku wanawajibu, wao wanasema na Waislamu wanawajibu, tofauti na Badri ambapo kwamba walikimbia kabisa wakatoka katika viwanja. Sasa Mtume sallam alipopambaukiwa akawaamrisha watoke kwenda kukutana na maadui baada ya kutoka katika vita vya Uhud, na asitoke katika vita hivi ila aliyohudhuria vita vya Uhud. Wakasema sam'an wa ta'a, wakatoka mpaka wakafika sehemu inaitwa Hamra al-Asad ambayo ina umbali wa kama maili 8 hivi kutoka Madina, wakaika kambi hapo. Ama mushrikin walikuwa ni wenye kushuka sehemu inaitwa Ar-Rawha ambayo ina umbali wa kama maili 36 kutoka Madina. Wanafikiria na wanashauriana kurudi, na wanasikitika kwamba ile fursa nzuri waliokuwa nao katika vita vya Uhud iliwapita.
Ama Ma'bad bin Abi Ma'bad al-Khuzai, huyu alikuwa ni mtu alikuwa upande wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamjia Mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka katika sehemu ya Hamra al-Asad, akampa pole kwa msiba uliompata, kisha akamwamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwamrisha huyu bwana amfuate Abu Sufyan na kuweza kumkhadhilisha. Huyu bwana akamfuata Abu Sufyan sehemu inayoitwa Rawha, na walikuwa washajikusanya warudi Madina. Sasa akawatia hofu sana juu ya Waislamu, akaambia inna Muhammadan kad kharaja fi jam'in lam ara mithlahu qattu, Muhammad ametoka na jeshi sijaonapo mfano wake kabisa. Yataharrakuna alaikum taharruka, yani wanachomeka, wana hasira na nyinyi sana. Fihim min alhanaq alaikum shay'un lam ara mithlahu qat, yani hana hasira sijaonapo mfano wake kabisa. Wala ara an tarhalu, misioni illa nyinyi muendoke, hatta yatlu awwalul jayshi min warai hadhihi alakama, kama muondoke jeshi litatokea juu nyuma ya milima hii. Anawatisha. Waliposikia hivyo wakaingia uoga, wakaingia baridi, yani miguu ikajaa maji, zile nguvu zao zikaisha. Abu Sufyan akaanza kujitia nguvu na kuwaamrisha wengine wawatie hofu Waislamu. Sasa inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, kuna watu wamekusanyika dhidi yenu, waogopeni. Lakini Waislamu fazadahum imana, ili la kuwatia hofu likawazidisha imani hawa. Waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, wakabaki katika Hamra al-Asad mpaka siku ya Jumatano. Kina Abu Sufyan wakawa ni wenye kuingia hofu upande ule, wakarudi wakaelekea Makka. Huko Waislamu wakabaki mpaka siku ya Jumatano, wakabaki katika uwanja, wakarudi Madina. Mwenyezi Mungu asema fanqalabu bi ni'mati min Allah wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwan Allah wallahu dhu fadlin adhim. Wakarudi kwa neema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na fadhila ya Mwenyezi Mungu, hakuna baya lolote lililowapata. Na ujue ni katika wale waliokuwa katika vita vya Uhud, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawachukua wale waliochoka, walioumia na nini, akaenda nao. Lakini kwa ile hali iliyowapata Waislamu katika vita vya Uhud, Makureish na maadui wa umma hawakurudi, wakawa ni wenye kupata ushujaa zaidi tena bado katika kutaka kupambana na Waislamu. Kumetokea matukio kadhaa, na inshallah Mwenyezi Mungu akitujalia tutakuja kueleza wiki inayofuata tukio la Ar-Raji' na tukio la Bi'r Mauna, na kisha kuenda katika vita vya Bani Nadhir, ghazwatu Bani Nadhir. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitujalia na uhai na uzima, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie kwa haya machache, min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salamu.